Rais wa TLS Boniface Mwabukusi amebomoa Chama cha Mapinduzi kuhusiana na machafuko yaliyotokea mwaka jana, akinyosha kidole cha lawama kwamba wao ndio waliosababisha mauaji ya mwaka jana. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za TanzaPulse, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Nataka kuangazia video moja ambayo imesambaa zaidi mitandaoni baada ya Mwabukusi kuhojiwa pamoja na Odemba, ambayo ni platform ya mtandaoni, akizungumza mengi kuhusiana na Chama cha Mapinduzi na jinsi kilivyoandaa watu katika mauaji yaliyotokea mwaka jana. Kuhusiana na Boniface Mwabukusi, alisema kwamba mwaka jana wao kama TLS walijaribu sana kuhakikisha kwamba kuna mazungumzo baina ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo pamoja na Chama cha Mapinduzi, na vilevile kuwe na mazungumzo ya wazi kati ya CCM na wananchi ili kusuluhisha mambo kadhaa ambayo yalikuwa yanawakumba kabla ya kuingia kwenye uchaguzi mkuu wa Oktoba uliofanyika tarehe 29 mwaka wa jana. Ila Chama cha Mapinduzi kilikuwa kinahepa kila wakati walipokuwa wanataka sana mazungumzo hayo yafanyike. Na vile ametaja na kusema kwamba kuna wakati Chama cha Mapinduzi wa viongozi hao walikuwa wanaingia pale Dodoma, akajaribu sana kutuma wawakilishi wake ili waweze kufanya mazungumzo, lakini ikawa kwamba wale wamehepa na hawataki kuzungumza swala hilo. Kisha wakati mwingine pia wakakutana ama walikuwa katika sehemu ya Dar es Salaam, na vile wakafanya juu chini wasije wakakutana. Kwa hivyo anasema kwamba swala hili lilisababishwa na Chama cha Mapinduzi. Tazama video hii. Gumu wa hii kazi tunayoifanya, it cost millions of money, it cost time, it cost our security. Kwa hiyo katika kazi tuliyofanya tulikwenda, na nilienda moja kwa moja mpaka nilionana na rais, ambako napo nilipokea matusi mengi. Nadhani tulikutana baadaye, uliniuliza, lakini nilifikisha kwa rais kwa maandishi nini tunafikiri kifanyike. Kwa hiyo mimi ukiniuliza hata hichi kilichotokea Oktoba, huwa nacheka sana nikisikia watu wanataja hata vyama vya mtu wa kwanza ni CCM wa kulaumiwa, kwa sababu CCM ndio mtu pekee aliyekataa. Nilituma watu mpaka Dodoma, CCM wakasemaje wakati tunasema tuwasubiri? Wakasema tusubirini, tuna kikao. Wakaja Dar es Salaam, tunawatafuta Dar es Salaam, wakasema muda si umeenda, wanazungusha hawataki kukutana. Kwa hiyo moja kwa moja mtu akisema Mwabukusi amelamba, ni mtu ambaye hafuatilii. Kutokana na mazungumzo yake, Mwabukusi anasema kwamba mwaka jana kulikuwa na narrative ambayo ilikuwa imetolewa na CCM wakati Chama cha Demokrasia na Maendeleo kilikataa kutia saini fomu za maadili, na hivyo Samia Suluhu pamoja na kundi lake la CCM wakaanza kueneza narratives kwamba Chadema imeamua kujiondoa kwenye kinyang'anyiro hicho cha uchaguzi. Ni swala ambalo kulingana na yeye walilipinga zaidi kama TLS, wakapinga zaidi na kuwaambia kwamba swala hilo ama narrative hiyo walikuwa naiendeleza sana mitandaoni, ilikuwa imepitwa na wakati, na kwamba haikuwa vyema wao kuzidi kuiongelea. Manake Chama cha Demokrasia hakikuwa kimekataa kufanya uchaguzi, ila kilitaka kwamba mabadiliko mabadiliko yafanywe haswa katika katiba, ndiposa waingie kwenye uchaguzi. Ndio maana walikuwa nasema sana kwamba no reforms no election, manake walikuwa wanataka kujiunga na uchaguzi, ila tu kuna vigezo mbalimbali ambavyo vilikuwa vimefanyiwa marekebisho. Ndio hayo walikuwa naomba kwamba mabadiliko yaweze kufanywa. Na kutokana naye alisema kwamba mwaka jana walitumia mamilioni ya pesa, wakatumia siku nyingi zaidi, muda mwingi kuhakikisha kwamba wamesanya taarifa kutoka kwa wananchi na kuziunganisha kwa pamoja vyote vile ambavyo wananchi walikuwa wanavitaka CCM uweze kuvitekeleza. Ndiposa Mwabukusi mwenyewe akaunda akataka sana kukutana na rais, akapewa appointment na akaenda akakutana naye, japo kutokana na mazungumzo yake
Wangi ama watu wengi walimlamba sana, watu wengi walimwongelea sana wakisema kwamba huenda amepewa check, huenda amepewa vinono na ameruka mstari wake, ameruka msimamo wake wa kutetea haki za binadamu na ameungana na Samia Suluhu. Ila kulingana na yeye, jambo ambalo lilitokea siku ile waliokutana naye ni kwamba alimpa uchunguzi wote walioufanya, akamkabidhi Samia Suluhu, akamkabidhi pale Ikuluni wakati walikutana, kisha akamwambia kwamba haya yakifanyiwa marekebisho basi mambo yote yangekuwa shwari. Ila Samia Suluhu na chama chake cha CCM wakapuuza na mambo hayo hayakufanyika, ndiposa wakaingia kwenye uchaguzi ambao wengi wa Tanzania hawakuwa wanataka, na baadaye ikawa kwamba ni machafuko, watu wakauliwa, watoto wakauliwa, bwana za watu wakapigwa risasi, mabibi za watu wakauliwa, na nchi ikaingia kwenye giza tele wakati wa uchaguzi huo. Ni mambo ambayo aliyasema kwamba ni kutokana na kwamba CCM haikuwa tayari kufanya mazungumzo na kuhakikisha kwamba mambo yote yameridhianwa, ama mambo yote ambayo Watanzania walikuwa wanayataka yameafikiwa. Na vile kumbuka wakati huo bado Tundu Lissu alikuwa ameshikwa, alikuwa gerezani, na hivyo kuna mengi ambayo chama cha demokrasia na maendeleo kilikuwa kinataka, na kwa hiyo Mwabukusi akawa mstari wa mbele kuomba kwamba Chadema ipate haki kabla ya mwezi wa 10 ambapo uchaguzi ulikuwa unatarajiwa kufanyika, japo CCM kwa kuwa pengine kilikuwa nataka machafuko yafanyike mwezi wa 10 tarehe 29, wakaendelea zaidi na yale yote ambayo walikuwa wameyapanga. Na vile mwisho, kutokana na mazungumzo yake, Mwabukusi ameeleza na kusema kwamba yeye kama rais wa TLS na kikundi kizima cha TLS wametakia sana Watanzania mema. Wametaka mengi mazuri kufanyika nchini Tanzania. Wametaka Watanzania wapokee haki yao, na ndiposa baada ya uchaguzi ule na baada ya maandamano, baada ya vifo kutokea, kuna watu wengi ambao walishikwa wakati wa ndani. Wengine walikuwa wamelala wakaondolewa wakiwa na chupi zao, wengine walikuwa wamelala wakaamshwa na nguo za kulala ama ukipenda pajamas, wengine wakashikwa kutoka kwenye vituo vyao vya kufanyia biashara, kwamba wao ndio walikuwa wanahamasisha maandamano. Kwa hiyo kutokana na Mwabukusi alijua wazi kwamba CCM ingewasukia matakwa ama ingewasukia tuhuma ambazo azingekuwa za kweli, ndiposa akahimiza mawakili wote kutoka TLS, akawaomba bila hata kulipwa tu, akawaomba kwamba waweze kuenda kuwakilisha wale raia wote ambao walishikwa nchini Tanzania, maana alijua kwamba CCM ni chama ambacho kingewafanya wao waweze kushikwa na kutia ndani, pengine kutoa faini ambazo zingeweza kufikiwa. Wengine wangeozea ndani kwa makosa ambayo hawakuyafanya ama hawangeyafanya. Ndiposa mawakili wale wote walienda kuwatetea pale mahakamani na kuhakikisha kwamba wengi wao wameachiliwa. Kuna video ambayo tulifanya hapo awali kuonyesha kundi la wale vijana ambao waliachiliwa kutoka gerezani. Wengine walikuwa wameumia, wengine walikuwa bado hawajapokea matibabu japo walikuwa wameshikwa na kutiwa gerezani. Kwa hivyo ni swala lazima ambalo Mwabukusi anataja na kusema kwamba mambo yote yaliyofanyika mwaka jana yalikuwa yamesababishwa na Chama cha Mapinduzi wala si Chadema. Na ikumbuke kwamba ripoti ya Othman Chande kuhusiana maovu yaliyofanyika mwaka jana inastahili kutolewa tarehe 23, na wengi na ripoti nyingi zilikuwa zinasema kwamba Rais Samia Suluhu na wandani wake walikuwa wanamtaka huyu Chande aweze kusema kwamba Chama cha Demokrasia na Maendeleo ndicho kilichosababisha mauaji yaliyofanyika mwaka jana. Ila Mwabukusi ameweka wazi na kusema kwamba jitihada zake zote za kuhakikisha kwamba kuna usalama nchini Tanzania hazikutiliwa maanani kwa sababu ya makosa ambayo Chama cha Mapinduzi kilifanya. Sijui na maoni gani kuhusiana na ujumbe huu uliotolewa na Boniface Mwabukusi. Ikiwa uko na maoni, andika kwenye comment section, tutajadiliana pale. Pengine majadiliano hayo ama mjadala huu unaweza kuunda msingi wa yale ambao tutayazungumzia kwenye
video nyingine. Akiwa wewe ni mgeni hapa, tafadhali subscribe, like na kushare video zetu kama njia moja ya kutupiga jeki na kuinua ulingo huu ili tuweze kukupasha yale ambayo yanazidi kuendelea nchini Tanzania. Vile vile gonga alama ya kengele na vile vile uweze kupokea taarifa hizi moja kwa moja baada ya kupokea rafa ama notifications kila wakati tunapoleta content.